Habari ndugu zangu, habari za muda huu. Ni yule ndugu yenu Juma Omari Sharifu almaarufu Alkasusu. Ni katika mwendelezo ule wa kuelimishana, kukumbushana masuala mbalimbali za kijamii. Leo nipo hapa kuzungumzia ukatili wa kijinsia. Ni nini maana ya ukatili wa kijinsia? Inawezekana wewe au mimi tukatenda hivi vitendo bila kujua. Leo nikisapana nije hapa kuelezea ukatili wa kijinsia ni nini. Ukatili wa kijinsia ni kitendo chochote kinachofanywa na mimi na wewe au na mwanamke au mtu yoyote kinacholeta maumivu ya kimwili na kiutu. Tafsiri ndogo ya ukatili wa kijinsia. Lakini kuna aina 4 za ukatili wa kijinsia imewekwa katika makundi 4. Tega masikio yako, macho yako, endelea kunisikiliza na kunitazama. Inawezekana mimi na mkatili mke wangu bila kujua. Inawezekana wewe ukamkatili mumeo bila kujua. Hasa leo nakupa elimu, tunaelimishana, tunakumbushana. La kwanza, ukatili wa kimwili. Kupigwa, kunyang'anywa kitu kwa nguvu. Mara ngapi tunawapiga wake zetu? Mara ngapi? Mara ngapi mke anamng'anya mumeo kitu? Mara ngapi mume anamng'anya mke kitu? Mara ngapi? Ni mara nyingi, lakini hajui kama ana ukatili wa kijinsia, anamfanya mwenzake ukatili wa kijinsia. Leo hapana, nije hapa kuelimishana. Kupigwa, wanaume wangapi wanapigwa? Wanawake wangapi wanapigwa? Ndani ya ndoa au awala, mtu na mtu anaishi ndani ya nyumba wanapigana mara ngapi? Sasa na kadhalika. Nimezungumza masuala haya mawili katika ukatili wa kimwili, lakini kuna ukatili wa kisaikolojia. Kufokewa, kutukanwa, kuabishwa, gubu. Mara ngapi? Inawezekana mke akana gubu. Mara ngapi leo wanaume waachana kurudi nyumbani kwa magubu ya wake zao? Mara ngapi leo wanawake watamani mume asirudi nyumbani kwa gubu? Kufokewa, mara ngapi tunafokea wake zetu? Kumbe hujui una mkatili wa kijinsia kisaikolojia, mwanamke au mwanamume. Kutukanwa, mara ngapi tunawatukana wake zetu? Mara ngapi leo wanawake wanatukana waume zao? Mara ngapi? Ni mara nyingi sana. Kumbe ni aina moja ya ukatili wa kijinsia tunaofanya ndani ya ndoa au nje ya ndoa. Mara ngapi leo tunawatukana wanawake mama zao kwenye usafiri wa daladala, mitaani tunawatukana. Kumbe ni ukatili wa kijinsia. Lakini ukatili wa kingono, kushikwa sehemu za mwili bila ridhaa. Mara ngapi tunawashika wanawake? Mara ngapi? Mara ngapi? Ni mara nyingi, lakini hujui kama unatenda kosa. Baadaye nitazungumzia hatua gani zinastahili kufuatwa. Kukosewa uaminifu. Mara ngapi leo wake zetu tunawakosea uaminifu? Mara ngapi? Mara ngapi leo wanawake wanawakosea wanaume uaminifu? Mara ngapi? Yote ni aina moja ya ukatili wa kijinsia. Lakini ya mwisho, ukatili wa kiuchumi. Ukatili wa kiuchumi ni kufanyishwa kazi kwa malipo kidogo. Mfano, mfanyakazi wa ndani, binti. Leo mara ngapi tuna wabinti wa ndani wanafanya kazi tunawapa mshahara mdogo au tusiwape kabisa? Ni tunawafanyia ukatili wa kiuchumi wa kijinsia. Sasa inawezekana ufahamu. Leo ufahamu hivyo kwamba unapoishi na binti wa kazi unatakiwa umpe stahiki yake kadi mnavyokubaliana. Kijana wako wa kiume wa kazi mpe haki yake. Lakini leo tunawanyanyasa, tunawapa ukatili wa kijinsia bila kujua, ukatili wa kiuchumi. Lakini sheria za ukatili wa kijinsia Tanzania zinajumuisha katiba,
sheria ya ndoa ya mwaka 1971, sheria ya ajira na mahusiano kazini ya 2004, sheria ya kanuni za adhabu zikilenga kuzuia ukatili wa kimwili, kingono, kisaikolojia na kiuchumi. Kumbe ni makosa yote yako ndani ya kisheria. Sasa nipo hapa kwa ajili ya kuelimisha ndugu zangu. Hakuna, inawezekana wewe ufahamu, lakini leo ufahamu kwamba unamfanya mkeo katika jinsia au mumeo katika jinsia au binti wa kazi katika jinsia. Nimezungumzia masuala manne: kimwili, kingono, kiuchumi, kisaikolojia, ukatili, yote hayo kijumla. Asante sana. Juma Omar Sharif almaarufu Al-Kasusu.